Yes, movie inaanzia hapa. Tunaona bidada mmoja muda huu akiwa amebeba virago vyake na akiwa anazurura tu mtaani. Huyu dada ana mengi ya kutueleza. Hebu ngoja tuone. Sasa muda huu akawa ametulia zake hivi, haelewi anaenda wapi. Sasa akawaza sana, mwisho akaamua aende kwa bidada mmoja hivi. Sasa huyu mdada ambaye amemchukua, huyu bidada ambaye alikuwa hana makazi anaitwa Divine. Na huyu bidada anaitwa Zara. Sasa Zara akawa anamuelezea Divine kwamba mume wake ambaye alikuwa anategemea anakuja kufikia kwake kwa sasa hivi ameoa na ana watoto. Sasa Zara ilibidi aanze kuishi tu na Divine, na Divine alikuwa ni mtu mmoja mzuri sana. Sasa wakawa wanaishi kama ndugu vile, yani kama wanafahamiana. Sasa wakawa wanapika chakula, wanakula wote kwa pamoja, wakawa wanaenda zao shopping, wananua, yani Divine alikuwa anamchukulia Zara kama ndugu. Sasa wakawa wanaishi vizuri, wakawa wanaenjoy maisha, wananunua vimikoba, yani walikuwa wanaenjoy, wakawa wanaenda zao mazoezini asubuhi. Yani Divine alikuwa amepata company nzuri na akawa anafurahi. Sasa sometimes wanaenda zao kufanya massage, yani walikuwa wanaenjoy sana, na Zara akawa anafurahi sana kuwa na Divine. Hata Divine pia alikuwa anafurahi. Sasa Zara akaamua aanze kazi hapa kwenye sehemu ya massage ambayo ilikuwa ni ya Divine. Sasa wakawa wanaenjoy kinoma. Sasa Zara akawa anapiga story na mfanyakazi mwenzake, lakini kuna mshikaji akawa anapita hapa na akajikuta amemwagia maji. Sasa mchizi anaitwa Ifeanyi. Sasa jamaa akawa ameshamwagiwa maji pale, lakini Zara akawa haelewi kwa sababu yeye mwenyewe bado ni mgeni katika hii kazi. Sasa akawa anambepea ili jamaa akauke, lakini jamaa akawa muelewi. Sasa uzuri wa Ifeanyi bwana, alikuwa naye yuko peace sana. Sasa baadaye akamwambia kwamba aifue na mwisho amletee. Sasa kumbe mchizi naye alikuja kufanya hapa massage. Sasa akawa anahitaji afanyiwe massage na huyu bidada ambaye mwenye mawenge. Sasa bidada akamwomba sana radhi, na baadaye akawa anamwambia kwamba nitakufanyia huduma nzuri, lakini na jamaa akamwambia kwamba nimekupenda kwa sababu ulikuwa unaonekana unajali sana na ulikuwa umeonyesha kwamba umefanya kwa bahati mbaya. Sasa kweli bwana, bidada baadaye akawa anaendelea kumfanyia massage pale na akawa anaenjoy. Sasa baada ya siku kadhaa yule jamaa akawa ametokea kumkubali sana Zara. Sasa wakijuta mpaka sometime wanatoka wanapiga ma story nini. Sasa jamaa akawa ameipenda sana company ya Zara. Sasa story nazo zilikuwa ni nyingi sana. Sasa katikati ya story kuna mshikaji nyuma alikuwa anaongea na simu, na Zara alivyomuona akawa ameogopa na akamwambia kwamba wanahitaji kuondoka. Sasa mshikaji akawa haelewi anaondoka kwa sababu gani, hata hawajaagiza chochote. Sasa wakati wanaondoka, yule mchizi ambaye alikuwa anaongea na simu akawa anawafuatilia. Sasa huyo mchizi bwana anaitwa Revenus, na huyu ndo alikuwa mume wa Zara zamani, lakini sasa hivi ana watoto na ana familia yake, lakini bado anampenda Zara. Lakini Zara yeye amkubali tena, akaamua kumpiga busu Ifeanyi, na baadaye akawa anamuomba msamaha na kumuelezea shida yote, akawa anamuelezea kuanzia mwanzo. Kumbe bidada bwana alienda kwa mchizi na akakuta mchizi ana familia, kwa hiyo akaanza kuzunguka zake mtaani na mwisho akamkia kwa Divine. Sasa mchizi ilibidi tu amchukue bidada na aende naye nyumbani kwake na wapate hata pombe 2-3 ili kuondoa stress. Sasa kumbe mchizi alikuwa tayari kashamuelewa bidada na bidada alikuwa shamuelewa mchizi. Sasa baadaye mchizi akaanza kuzama chini, akaanza kumpiga mabusu, akaanza kumnyonyonya bidada huku juu, haelewi chochote. Sasa mchizi bwana alikuwa amemuelewa bidada kinoma noma. Sasa bidada naye alikuwa achomoya ajifanya hataki, lakini amsukumi wala amzuii. Sasa baadaye bwana kumbe walifanikiwa kulala. Kwa hiyo mchizi alilala na Zara. Huku upande wa pili Revenus anapiga simu azipokelewi, yani huko anaangalia juu kama mke wake asije akamuona. Sasa baadaye Zara akaja kumpa story Divine, lakini Divine aliweza kufurahi sana baada ya kuona rafiki yake amepata mchumba. Sasa Ifeanyi akaanza kuja kazini kwa Zara bwana. Sasa kumbe bwana Ifeanyi anafahamiana na Divine. Sasa huyu Ifeanyi akuepo nchini Nigeria, kwa hiyo amekuja hivi karibuni, na baada ya kuja ndo akaja kukutana na Zara. Sasa wale wawili bwana walikuwa wanafahamiana sana. Sasa jamaa akawa anamtumia Zara zawadi nzuri kinoma. Sasa bidada Divine akawa anafurahia sana mafanikio ya rafiki yake. Sasa mpaka wafanyakazi wenyewe wakawa wanaenjoy kwa sababu bidada alikuwa anaenjoy sana. Sasa kumbe Zara hakufurahia ile zawadi, yani hakupenda mchizi anavyotuma zawadi za samani sana, akaamua amrudishie. Sasa mchizi muda huo alikuwa yuko busy kichizi, na bidada akawa anajaribu kumwambia kwamba asimletee zawadi, lakini jamaa akamwambia kwamba atafute muda mwingine azungumze hilo swala kwa sababu sasa hivi yuko busy. Sasa kuna mwanamke mwingine ambaye anakuja hapa na akaanza kushika ile zawadi ya yule bidada. Sasa kucheki hivi akawa ameipenda sana hiyo zawadi. Sasa bidada leo akawa na mawazo kwa sababu ile zawadi ambayo alipewa yeye, jamaa akaamua mpe yule bidada kwa sababu yeye bidada hakuipenda. Sasa Zara anakuja kazini, anakuja kuulizia kama kuna zawadi yote imetumwa, lakini hakuna zawadi yote inatumwa na jamaa ameacha kumtafuta siku hizi. Sasa akaamua bora mtimbie nyumbani kwake bwana. Sasa akakutana na yule bidada. Sasa bwana yule bidada anaitwa Helen na ni mdogo wake na Ifeanyi. Sasa hapa
dada akawa analalamika sana kwamba yeye hana muda naye, lakini mchizi akamwambia kwamba hana nafasi na sasa hivi yuko busy sana, lakini akamwambia kwamba yule ni mdogo wake, yani akampa story nzima kwamba yule ni mdogo wake. Bidada ndo akagundua kwamba amefanya makosa makubwa sana na akampa bonge la busu. Yani huyu bidada anampenda sana huyu jamaa. Lakini kitu kingine ambacho sijakwambia mpaka sasa hivi ni kwamba bidada ana umri mkubwa kupita huyu jamaa. Kwa huyu jamaa ni kama mshangazi wake. Kwa hiyo akawa mtu ana enjoy kinoma, wakawa wanatoka zao out, wanini wakawa na enjoy sana maisha, wakawa wanaenda zao kula katika restaurant nzuri. Sasa bwana, leo Divine anakuja nyumbani kwa Ifeanyi, anakutana na Zara muda huo akiwa anapika. Sasa muda wote Divine alikuwa amfahamu boyfriend wa Zara. Sasa anakuja kugundua kwamba boyfriend wa Zara ni Ifeanyi na ni rafiki yake mkubwa sana. Sasa bidada akawa amechanganyikiwa sana na akaanza kulalamika. Yaani hao bwana Ifeanyi na Divine ni watu ambao wamekuwa pamoja, yani walikuwa wamekuwa kwa pamoja. Sasa baada ya kugundua akamkataa rafiki yake Zara. Sasa baada ya siku kadhaa Zara anapima, anagundua kwamba ana ujauzito wa Ifeanyi. Sasa hii kesi ndio inazidi kuwa ngumu. Kwa hiyo ilibidi tu amfuate rafiki yake Divine na amwambie kwamba ni mjamzito, lakini Divine hakutaka kuelewa kabisa kwa sababu na yeye alikuwa anampenda kinoma noma yani. Sasa hapa ndo hakutaka kuelewa, akawa analalamika kichizi. Sasa mambo yakawa hivyo, lakini baada ya siku kadhaa kupita tunamuona Ifeanyi akiwa amekuja nyumbani kwa Divine na akiwa anamuulizia Zara kwa sababu Zara hapatikani na haonekani popote. Sasa Zara bwana akaamua kuondoka zake hapa kwa Divine kwa sababu Divine amemkunjia bwana. Sasa Divine alisemwa kichizi na Ifeanyi mpaka akabidi tu na yeye aanze kumtafuta Zara. Kaja hapa kazini kumuulizia Zara kama amefika, lakini akaambiwa kwamba Zara hajaja hapa na siku ya pili. Kwa hiyo Zara haonekani. Sasa bidada akajaribu kumpigia simu lakini hakupatikana. Pia akawa anajaribu kumpigia na Ifeanyi lakini pia naye ikawa ngumu kupatikana, inabidi aende nyumbani kwake. Sasa anafika nyumbani kwake anakuta mshikaji bwana ana hali mbaya sana, yani amejikuta yupo katika dimbwi la mawazo, yani hali vizuri wala halali vizuri kwa sababu anamwaza sana kipenzi chake, lakini kipenzi hakipokei simu bwana. Kwa hiyo bidada akaja kama kumtuliza, lakini jamaa alikuwa anahitaji kampani ya mtu yoyote. Sasa baada ya siku kadhaa kupita tunamuona Zara akiwa amerudi tena kwa Divine. Kumbe alikuja kufuata vitu vyake ili aweze kuondoka hapa Nigeria. Yani ilibidi tu aamue kuondoka zake kwa sababu aliona kama mji mataifa zima kama alimtaki hivi. Kwa hiyo akawa amechukua maamuzi ya kuamua kuondoka. Lakini bidada akamuelezea kwamba mchizi hana hali nzuri wala nini, kwa hiyo ni vyema tu aende akamuone. Sasa anafika hivi anakuta kwanza mchizi amelala, yani afanye kazi afanye lolote. Sasa mchizi anafumbua macho hivi, anashangaa kukutana uso kwa uso na Zara. Sasa mchizi akawa anabembelezwa ale, lakini mchizi chakula akipande, yani haelewi chochote. Sasa akawa anabembelezwa pale na yeye akawa sometimes anakula, sometimes ndio hivyo kama anagoma kula. Sasa Zara akaamua ampe taarifa njema kwamba akaamua kumnongoneza na kumwambia kwamba yeye ni mjamzito. Sasa kwanza baada ya kumpa hiyo taarifa jamaa akahisi kama hajasikia vizuri hivi. Na cha pili akawa amefurahi kichizi yani jamaa alifurahi mpaka inabidi kwanza achukue kile chakula aanze kula mwenyewe. Sasa hili kitendo kiliwafurahisha sana hawa wawili kwa sababu kwanza ni marafiki na bidada ilibidi waombe radhi na wakawa mpeana kumbata uzito. Sasa baada ya siku kadhaa bwana kupita, mambo kukaa sawa, na jamaa anataka kumbalisha pete bwana. Na huu ndo unakuwa mwisho wa mzigo wetu, na usahau kubonyeza subscribe, pia usahau kulike video yetu. Sasa naomba hapo kwenye comment section uniandikie kwamba ushai kumpenda mtu mpaka kukosa raha na ukashindwa kula. Naomba uniandikie kwenye comment section. Asante.